Hello everyone, kwa majina naitwa Louis Matu wa Kahieto and I'm so excited to be here today with Mr. DNN. Ningetaka kwanza ajiintroduce, aseme anafanyanga nini hapa Nanyuki na yeye ni nani. So David. Asante sana Matu. Yes. Naitwa David Ndongo ama DNN, fanya biashara Nanyuki. So mostly in real estate na niko na passion kubwa ya marketing. Ndio nikishowcase vitu mingi hapa Nanyuki. Okay. Yeah. Mi yangu ningetaka uniambie more about Discover Nanyuki. Mostly kwa space ya biashara hapa Nanyuki. Tunaona kwanza biashara mingi sana unaona like zinakuja to this side, upper side ya town. Kitambo walikuwa nenda the other side huko tukielekea na Teachers. Sasa hizi naona zinapanda hivi. Unaweza tuelezea mbona inapanda hivi saa hizi na venye economy ya hii town inakaa? Tuta tusome maneno ya leo ya economy ya hii town. Sasa asante sana. Yes. So ile nitasema kwa juju how Nanyuki is. Yes. I know we've been running for a very long time. Yes. A campaign called Destination Nanyuki. So okay. That time the county government was selling Nanyuki as a place people should come. Okay. Destination unajua ni pahali mtu anaenda. True. So there's a lot of urban, yeah, rural, not that sisi tuko up country, yes, migration. Yeah. So watu wengi walikuwa naona opportunities zenye ziko huku na wanataka kuja kuanzisha biashara ama kuget a piece of real estate, nasimanga owning a piece of the equator. Yeah. And that's how many people for last almost 10 years, a decade, kumekuwa na influx ya wageni pande hii. Okay. Na mgeni akikuja pahali akiipenda anaenda kukaa hapo na pia anarifa watu wengine. So that has made Nanyuki kujiposition kama destination nzuri ya wageni. Okay. Na ukiangalia Nanyuki just after passing Thika, yeah, hakuna town nyingine utakuta kubwa kama hii. Yes. Ama iko na vitu mingi. It has become so modern. Yeah. Kuna almost kila kitu, watu wenda kutafuta hizo town kubwa. True. So as you drive up north, ukielekea pande za Moyale, Isiolo, Achas uko juu. Yes. So Nanyuki still remains the launching pan of up north. Mtu anataka kufanya kitu yote uko juu. Yeah. Unatulianga kwanza Nanyuki. Yes. Then ndio unaangalia nini unataka kufanya. Hata wale wanabuy maybe wananunua properties 5-10 kilometers from here. Yeah. Kwanza unakaa huku kwa town, yeah, as you continue developing ama doing the other business, ama services unazo huko nje. Okay. So Nanyuki imekuwa a darling to many people. Yes. Na kama venye unaona do courage imetukaribia, imeshafika Thika. Yeah. Imetoka Thika ikafika Makutano, sasa iko pale Nyeri. Yes. So sinaona imetukaribia sana. Yeah, it's not even 100 kilometers to where it is. Hiyo pia itasaidia sana kuis movement ya watu. Yes. Unajua watu wakisikia barabara ni mzuri, ina attract sana. True. So on the infrastructure side, roads leading to Nanyuki, yeah, zimepanuliwa na zimekuwa mingi. Yeah. So that means connectivity iko sawa. Yes. Then ukiangalia pia airstrip yetu, it's one of the busiest. Yeah. Na airstrip inamaanisha unaweza connect toke hapo uende Turkana, uende Nairobi, yeah, uende so many other destinations, yes, in a very short distance. True. Na pia unajua wanabiashara ama tourist wanapendanga flexibility. True. Na pia kama unaweza panda ndege na ufike hapa. See if you drive, it takes you almost 3 hours to get here. True. If you take a train kufika hapa Tao, so inachukuanga almost 7 hours. Yes. So you can imagine ndege has become one of the fastest ways to get into Nanyuki. Yes. And out of Nanyuki. So watu wakiangalia hizo vitu zote, vitu kama medical, you have enough medical facilities. Na without even going to the medical facilities, yeah, unaona other factors kama security. Nanyuki hakuna maneno mingi ya wizi. Yeah. Now that wanajeshi wako pande hii, including the British Army. Yeah. So it poses the town as a very secure place to live. Kila mtu anataka good quality of life. Yeah. A good quality of life iko na good security, iko na maji safi, mazingira safi.
Ukiangalia vitu kama chakula, ukitembea tu na hapa chini you can get all the foods you want without ni kitu muhimu sana kujua source of the foods that we take. So hapa you're able to tell where the foods come from and what you are taking, na pia unaweza jitengenezea. Just do your kitchen garden or shamba tu kubwa kozuku, kuna availability of land. So now people ukiangalia over time kuna pali sai tuko hapa ni CBD. CBD. Na umerealize zile spaces zimekuwa, so people have been passing all the spaces, they start thinking about investing ukiwa umefika Nanyuki. Lakini the last 2-3 years ndio umeona sasa watu wameanza kurudi towards the airstrip because that's where the space is. Obviously you can see the views. Kuna wale watu wanapenda views za Mount Kenya na Aberdares. So utaona side the moderns, there is now like a part B of Nanyuki, which sadly is stretching towards Nyeri. The pali space iko na the new kind of businesses watu wanataka kufungua. So nikisema the new ni wale watu wamekuja kuanzisha biashara mpya, not the ones that have been here over almost 20 years. But I can say Nanyuki imebadilika sana. Inaonekana biashara mingi zenye mtu angefikiria zitakuwa huku. Ukiangalia vitu kama international schools tumekuwa tukiona zinaendelea kukua, na sahii hata as we speak far places like Sweetwaters, there are huge international schools being built, maybe in a year or two. Tutakuwa na senior school ya international, so that tells you your investor ameona gap. So that Brighburn, which is one of the popular international school hapa ina senior school. So your investor ametengeza senior school. I was looking at when I see Chinese contractors on site, I can imagine how big that project is. So we go around Nanyuki within 30-kilometer radius of Nanyuki. Utataja like 6 Chinese companies. Is the company doing that international school. There's another one laying the optic fiber. Uko pande ya Olpajeta. There's another one yenye tu iko hapa across that is doing one of the the biggest real estate development, Chestnut City. It's just started the last month. So you can tell Nanyuki iko mahali. Kitambo ungeona ati a project that is worth billions and attracting Chinese contractors to come and do it. So that alone tells you there's a good trajectory ama a good space venye Nanyuki imeendelea kugrow. So pia nyinyi mnatuona na pia nyinyi mmekuwa mkitufollow, mmesikia about Nanyuki, and Nanyuki it's growing na inaendelea sana. Unasikia kwanza inafanyika na projects za more than $1 billion, 1 billion that is, na ukiangalia project inaikelewa 1 billion ama 2 billion, it's a very big project. And so Nanyuki it's growing and inaendelea vizuri. So kuna kitu umetaja about the environment, na nimeona na nikiangalia vizuri sana wewe umekuwa unapigania about kungarisha na ama kusafisha towns zetu, na so far naona umeendelea sana, like you are doing it in about how many counties? So it's gonna go to the 4th county. 4th county. We will be in Embu. Next month. So can you just tell me nini ya kumotivate kuambia watu about kungarisha mazingira na pia kumeka wa towns zikuwe safi? So I will say your high school. Tulikuwa tunaambiwa ili ujue venye shule zingine zina pass as in doing well in exams. So I was in Ngovio Boys, which is in Embu. So used to be taken to Precious Blood, Alliance, Starehe, Mangu. Even the people when you wanafanya top 10 in nationwide in secondary school. So they used to take us there to see that those people are actually human beings, not robots. And they do the same exams na wanapita. You know, kuoneshana tu inawezekana, just to change the way we were thinking. So the same thing, the expo we do in Nanyuki at Cedar Mall helps us learn so many things about because watu toka pali tofauti, and even without talking about Kenya, tukienda place because I've been to Rwanda many times. So ukienda place kama Rwanda, kitambo nilikuwa nasikia Kisumu is the
cleanest town. Nikienda na nikaona ni kusafi sana, very organized. Then I went to Rwanda. Kigali was very clean, very organized. Then lastly nikaenda Singapore because I wanted hizo place zote ziko zinatajwa with the same spirit ya high school. If you want to do this and it has been done before, don't reinvent the wheel. Enda uangalie what they are doing kama na implement. So when I went to Singapore nikaona ni kusafi sana, huko hakuna vumbi, hakuna nini, and I thought I can make my own Singapore, and that's why we started with Nanyuki, kuambia watu, some of these things you only need to remind people. Hata ukiambiwa, sadly we have to be told. Kitambo ulikuwa naambiwa nitakupiga, then unajua hiyo ni kitu mbaya. Then we started putting signage. Usitupe takataka, usikojoe hapa, you know, to remind you. So sisi we moved a step further, where we get into the community and we tell them how why is it good wakuwe na clean environment. Na tukiangalia even business wise, inasaidia sana biashara, kufanya biashara pali mazingira ni safi. And that's why we ended up saying every last day of the year tutakuwa tunaenda different streets of Nanyuki kufundisha watu about a clean environment. And that's how we came up with the Ngarisha Mta, tunangarisha mta. So that is how we started, and I've been going to different towns, Nyahururu, kufanya Nairobi, Nakuru. Sasa tunaenda Embu with a goal of at least being in every town. Tukuwe na ambassadors wenye wanaambia watu about mazingira safi. So we do the clean up, and we also encourage people because trees clean the air, our air in the environment. So tunafanya clean up, washer, then tunaambia watu wasaidie miti, and all this we do tuki-collaborate na businesses. So that's what we call the power of partnerships. So tunaambia hii biashara donate hizi vitu, ingine donate hizi vitu, then tuna get volunteers, na mostly wanakuanga ni youth, and we do that not for our own, for the better portion of the Kenyan population. Okay, thank you so much David. Umetufunza kitu about mazingira safi, na pia about the economy venye ina grow hapa Laikipia, hapa Nanyuki mostly, na pia the investments zenye ziko hapa pia. We are so excited kusoma, na pia tuna believe watu wenye pia tumeongelesha pale kwa accounts zetu pia wataziona na watapenda about it. So ningekuuliza kama kuna kitu maybe ungetaka kuambia watu a short thing, then from there we are done, and thank you so much kwa kukubali kukuja kwa Nanyuki TV. Tuweze kusemezana na wewe moja kwa moja. Unaweza waambia. Thank you Mr. Mato. Yes. So today we attended a forum, a business forum. Tulikuwa tumeinvitiwa na Kenya National Chamber of Commerce Laikipia chapter, courtesy of the chairman Mr. Ndegwa, and we had almost 50 business leaders in Nanyuki. Because there's a company that wanted to hear what business people want. Na walikuwa wanaongea stories za capital analysis, na kupea watu pesa mingi, people who want between 10 million and 300 million. So we were able to talk to friends. It was a short notice, so we took a sample of 50 businesses in Nanyuki. Kujua wakapewa pesa kama hiyo, wanaweza fanya nini. And you see that's a positive step. If people giving out between 10, hata walituonyesha biashara nyingine wanapeana 500 million. So it shows how Nanyuki has grown. And good thing they had testimonials. There were like 2 companies from here wenye wamesaidika na hiyo kampuni. It's formerly ilikuwa inaitwa ICDC kitambo. Sasa inaitwa National Development Corporation. It's a government body that gives investors money. So the point ilikuwa in that forum, the main thing ilikuwa businesses collaborating, businesses sharing ideas, and I had very wise ideas and decision made by business people in this town. So I can only imagine where this town will be in like 3-5 years if the minds I had there and the government support, then Nanyuki itakuwa mbali sana. And I encourage people to be attending such forums, because the same way we used to go to school, hata kwa hizi biashara you have to learn. Mostly nimeenda around because I'm big in marketing, so napenda kusikiza banks, circles, insurance companies and individual businesses
why is it that wanafikiria kuna biashara ama what are the bottlenecks they are facing. Nuta realize ni kutilt tu kidogo, you know we are in a global world sahi. Yeah, true. So you'll find there are businesses zenye bado ziko 20-30 years ago. See the same way you used to do it, ndio unafanya sahi, not knowing mwana biashara wa sahi ameona vitu Korea, Japan na anataka hivyo. So if you're not offering that, that's why utasema biashara ni ngumu. So with the help of such forums, and I thank the Chamber of Commerce for bringing such forum, able to learn. You know, when 100 business men and women meet, there's a lot you learn and there's a lot you can benefit from each other. So what I'll encourage my Nanyuki people, let's network more, let's collaborate more, and let's continue giving back to the community, what we call a community social responsibility, so that we not only make money, but we change the environment and the community that you are in. And wakumbushe wasisahau this year the Realtors Expo. Theme yetu ni Discover Nanyuki. Najua tumesema destination, tukasema Laikipia Beyond Beauty. Now this time as we celebrate our 10 years, nataka uone what Nanyuki has and the opportunities Nanyuki iko nayo. Ndio mtu anaweza chukua share yake au aone what anaweza contribute towards the success of each business person's story. Thank you for this forum, for Nanyuki TV. Endelea kupatia mwanabiashara sauti. And let's keep working together. Asante sana. Thank you so much. Na pia mkumbuke next month tuko na event ya Nanyuki TV. Thank you so much. Cheers. Bye.